Ujue ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni kitu gani kwa wale wasio ufahamu ulimwengu wa roho? Unasikia neno ulimwengu wa roho na unashindwa kabisa kuelewa ulimwengu wa roho ndio nini? Spiritual realm au spiritual world ni nini? Na kujua dunia au ulimwengu kwa ujumla umebebwa na vitu gani vikubwa? Kwanza kabisa, binadamu sisi katika hii dunia tupo katika ulimwengu wa mwili, physical realm. Kwa ulimwengu wa mwili, tukisoma katika Biblia, kuna siku Mungu alisema sasa ninakwenda kuiumba dunia, naenda kuumba dunia, mbingu na nchi. Kuna siku Mungu aliumba binadamu. Kuna siku Mungu aliumba malaika. Hawa wote, je, wanakaa katika eneo moja ama ni ulimwengu mmoja? So go with me. Ulimwengu wa mwili, tunaanza na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili ni ulimwengu ambao sisi binadamu tupo, ulimwengu wa nyama na damu. Ukitoka katika ulimwengu wa mwili unafata ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho, the realm of all spirit. Katika ulimwengu wa roho tunaweza tukasema ni ulimwengu ambao roho zote zinapatikana. Ulimwengu wa roho tunaweza kusema umekava kila kitu. Dunia pia imo ndani ya ulimwengu wa roho, ni sehemu ya ulimwengu wa roho. Tukitoka katika ulimwengu wa roho tunafata everlasting realm au angelic realm. Unaona? Kwa hiyo kuna ulimwengu wa malaika. Ulimwengu wa malaika ni ulimwengu ambao utakuta kuna malaika ambao ni watendakazi wa Mungu. Ukitoka katika ulimwengu wa malaika unafata ulimwengu wa Mungu, sasa ulimwengu wa umilele, the eternity. Huu ni ulimwengu ambao hauna mwanzo wala hauna mwisho. Katika ulimwengu wa umilele tunampata Mungu. Mungu hakuwa na mwanzo wala hakuwa na mwisho. Malaika wana mwanzo lakini hawana mwisho. So understand the spiritual world, spiritual realm, ambapo kila binadamu aliyeumbwa duniani alianzia katika ulimwengu wa roho. Binadamu aliumbwa kwanza katika ulimwengu wa roho. Alikuwa na maisha katika ulimwengu wa roho kabla ya kuanza maisha yake katika ulimwengu wa mwili, ambapo hapa duniani tunayo kazi. Kila binadamu ana papasi yake hapa duniani. So katika ulimwengu wa roho au the realm of all spirits tunapata umo, kuna mizimu, kuna majini, kuna malaika, kuna kila aina ya kiumbe wanapatikana katika ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho una sheria zake na sifa zake. Ukisoma katika maandiko, neno la Mungu linasema, ukisoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 unasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Katika ulimwengu wa roho, kwa baraka zote ambazo Mungu ametubarikia ziko katika ulimwengu wa roho. Hapo ndipo tunapata vita ya kiroho, spiritual warfare.
unapata vita ya kiroho, kwa sababu baraka zako zote Mungu alizokubarikia ziko katika ulimwengu wa roho. Mtu anajiuliza kwa nini baadhi ya watu wabaya, wachawi, washirikina wanaweza wakajua hatima ya mtu akiwa mdogo toka amezaliwa? Kwa sababu wana uwezo wa kuaccess information katika ulimwengu wa roho. So huko katika ulimwengu wa roho ndipo wanakaa watawala wa dunia hii. Miungu inayoitawala dunia hii pia inakaa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo wanaweza wakazipata kwa ajili yako na kuanza kukupiga vita. So vita ya kiroho ni vita ya roho zinapambana, ikiwemo angeliki, malaika ambao wapo kwa ajili yetu sisi binadamu kupigana upande wetu, wanakwenda kutusaidia. So ili malaika wako waweze kupigana vita vizuri na kushinda, inahitaji wewe uwe na maarifa, knowledge, maarifa ambayo yanakwenda yanaenda kumcapacitate malaika wako, yanaenda kumpa uwezo au nguvu ya kuweza kupambana vita upande wako. So hapo ndipo vita ya kiroho inakuwepo. So kila jambo ambalo Mungu amelipanga katika maisha yako iweze kutokea katika maisha yako, kila baraka kwanza inaanzia katika ulimwengu wa roho. Uweze kuwa na uwezo wa kupokea, nafsi yako iwe na uwezo wa kupokea kile ambacho Mungu amekubarikia kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Unahitaji kuwa na maarifa. Maarifa ndio yanaupa uwezo. Maarifa ndio yanatoa uwezo katika nafsi yako ya wewe kuweza kupokea baraka. Amen.